Na mtazamaji, kwa hakika si rahisi kwa rahisi. Ndio maana haikuwa rahisi kwa Ibrahim Traore kuwa kiongozi wa Burkina Faso, lakini kwa hivi sasa uongozi wake umetumiwa kama mfano bora haswa kwa Afrika nzima. I think they haven't understood something. When we say the homeland or death we shall overcome, it's not just a phrase, it has its full meaning. We are not afraid and we will never be afraid. We will continue our... Wengi katika nchi ya wazungu walimwona kama kiongozi wa kidikteta, lakini tunachokiona sasa hivi ni tofauti. Katikati mwa Afrika Magharibi, kiongozi mpya mwenye ujasiri kupindukia maweza kuchipuka. Maweza kuvutia hisia za vijana wengi kupigana vikali na ushawishi wa Magharibi ama Western influence kwa lugha ya Kimombo. Captain Ibrahim Traore ndio uso na utazamo kama enzi mpya katika uwanja wa kisiasa katika nchi ya Burkina Faso iliyoko maeneo ya Afrika Magharibi. Lakini ilikuwaje kiongozi mdogo kuchipuka katikati ya wanajeshi na kuwa alama ya pambano dhidi ya ushawishi wa Magharibi? Na je, uongozi wake una maana ipi kwa nchi ya Burkina Faso na hata Afrika kwa ujumla? Ungana na mimi Freddy Coutinho ni kusimulie safari ya Ibrahim Traore katika ulingo wa kisiasa. Na Ibrahim Traore alizaliwa mnamo 14 katika kijiji cha Banduki. Alisomea katika shule ya msingi hapo Banduki. Traore alipanda hadi chuo kikuu cha Ouagadougou aliposomea ujiolojia. Ibrahim Traore aliungana na wanajeshi wa Burkina Faso katika mwaka 2009 na kuhitimu kama mwanajeshi katika chuo cha kijeshi cha George na Mawa. Baadaye alitumwa katika nchi ya Morocco katika zoezi ya kupambana na ndege za kivita. Baadaye katika mwaka 2014 Traore alipandishwa hadi katika nafasi ya luteni ama lieutenant kwa lugha ya Kiingereza. Aliweza kujiunga na MINUSMA, kundi la wanajeshi la Umoja wa Kimataifa kwa ajili ya kuleta amani katika vita zilizokuwa zikiendelea katika nchi ya Mali. Mwaka 2018 Traore alitambulishwa kama mmoja wa wanajeshi walioonyesha ujasiri katika misheni zao, na hii ilimfanya kuongeza sifa hata zaidi. Sifa hizi zilimfanya akapandishwa kuwa nahodha wa wanajeshi katika mwaka 2020. Not the issue here. The problem is seeing African heads of state who bring nothing to these people who are fighting, but who sing the same tune as the imperialists by labeling us as militias, thus calling us men who do not respect human rights. What human rights are we talking about? We are outraged by this and it is shameful. Traore alionyesha kughadhabishwa na uongozi wa nchi yake kwa kuwa kikundi cha wanajeshi kilikuwa kinakosa zana za vita, ilhali nchi hiyo ilikuwa na karibu pesa katika ufisadi, na hili lilimfanya akawa msemaji wa wanajeshi walioghadhabishwa na utawala huo. Januari mwaka 2022 Traore alikuwa kati ya wanajeshi walioongoza coup d'etat au mapinduzi ya kijeshi iliyomtoa aliyekuwa rais wa nchi hiyo wa Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba. Traore alichukua usukani kama kiongozi wa nchi hiyo, katawala kama wanajeshi huko vikosi vingine vikiundwa kumuondoa mamlakani bila mafanikio. Traore aliweza kukata uhusiano na nchi ya Ufaransa, kujenga uhusiano mpya kati ya nchi yake na nchi ya Urusi. Hivi sasa Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore imeweza kubadilika kiuchumi baada ya kuharibu uhusiano wake na nchi za Magharibi haswa. We, African heads of state, must stop behaving like puppets that dance every time the imperialists pull the strings.